Shangilia chanzo halisi. Tushukuru chanzo halisi, chanzo cha mema na mazuri, na kutukuza mno. Ninakubariki na kuinua kwa jinsi ulivyo mzuri, kwa jinsi ulivyo mwema. Unastahili kuabudiwa kwa ajili hayo unayotutendea. Tuna furaha ya ajabu asubuhi ya leo. Tunakupigia makofi, tunakushangilia. Ni wewe uliyetenda kwa damu safi. Leo tunarejesha thamani ya sauti utajirishoni. Thamani ya sauti tunairejesha utajirishoni kupitia kuona, ndipo tupokee. Maana ukisoma Wafalme wa Pili mlango wa 2 kuanzia 9 mpaka 15, Elisha aliambiwa hivi, ukiona utafanyaje? Utapokea. Ukisoma Yeremia aliulizwa, umeona nini Yeremia? Hapo Yeremia amepelekwa juu kabisa, anaulizwa unaona nini? Akaona bado yuko wapi? Chini. Kwa hiyo kumbe tatizo ni kufanyaje? Ni kuona, ndipo pokea. Kwa hiyo usipoona upokee. Sasa tatizo ni hili, sauti tunaisikia ila hatujawahi kuiona. Kuisikia tunaisikia, kuona imekuja na nini? Hatujawahi kuona. Hapo ndipo palikuwa panaleta shida ya kutopokea. Kwa hiyo leo nataka nianzie kwenye hicho kitu kinachosababisha tusifanyeje? Tusione. Lazima tudili nacho leo. Kikiondoka hicho tutaona, na tukiona ndio. Maana juzi nilisema hivi, sauti ya kila asubuhi inakuja na chemchemi ya uzima, inakuja na wateja wa biashara yako, inakuja na mtaji wa kitu unachotakiwa kufanya. Sauti ya kila asubuhi inakuja na ufahamu wa hiyo sauti unaokupa kuyatenda yale ambayo yanatakiwa lango hilo, na uelewa pia, na utayari, na mikono ya kupokea, na tumbo na kiuno. Sasa hatujawahi kuona, wale wanajimu tu ndio wanaona. Sasa hilo jambo leo lazima hicho kinachosababisha tusione kipigwe leo. Patano letu na yeye lina shida hapo, kwa sababu hata kitupa hatuone. Patano manake nini? Manake kila kinachotokea kesho lazima tuonyeshe kwanza. Kwa hiyo hatuoni, hatuwezi kuona. Hata akisema alete kwamba kinachotokea kesho ni hiki, hatuwezi kuona. Kuna walioziba, waliotutoboa macho, kuna walioteka moyo na kiuno. Hao leo lazima waondoke hao. Yani tunashindwa kuchuja mema na mazuri, kwa sababu kama hatuna patano na muumba wetu, bustani hamna. Ukiangalia Adam pale bustani